Klabu ya Simba kwa sasa hawacheki na kima, wameweza kutembeza thank you za kutosha. Yaani ni mwendo wa asante kwa mchezaji yoyote ambaye hakuperform vizuri kwenye msimu uliopita, na hii ili timu yao iweze kuwa vizuri kuelekea msimu ujao na waweze kupata nafasi ya kusajili vyuma vingine. Hizi ni zile za ndani kabisa. Hii ni listi ya wachezaji takriban 13 ambao wameweza kufukuzwa ndani ya klabu ya Simba ili kupisha maingizo mengine mapya. Kama ifuatavyo, tunaenda kuanza na mchezaji nambari 1. Huyu ni kapteni wa klabu ya Simba, wanamwita Shomari Salum Kapombe au unaweza kusema Show Me The Way. Huyu ni mchezaji ambaye hata wana Simba wao bado wanamtaka. Jamaa ameweza kuvuja jasho sana kuitumikia klabu ya Simba. Misimu mingi iliyopita Kapombe aliweza kuonesha uzalendo kwenye kuitumikia klabu ya Simba. Amepitia vizingiti vingi yakiwemo majeruhi ya muda mrefu, ameshinda makombe mengi, lakini uongozi wa klabu ya Simba umeona ni wakati sahihi kabisa wa kutengeneza kizazi kingine ambacho kitakuja kutawala soka la Tanzania. Wameamua kumpa thank you Shomari Salum Kapombe, na kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba Shomari Salum Kapombe anaenda kuitumikia klabu ya Singida Black Stars ambayo yenyewe inahitaji wazoefu kwa sababu imeingia katika kombe lile la shirikisho na inahitaji kufanya vizuri. Naweza kusema kwamba kwa huzuni, kwa sababu hata mimi ni shabiki wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Huzuni mkubwa, thank you Shomari Kapombe, mpaka wakati mwingine labda unaweza kurudi kwenye klabu ya Simba kama kocha. Huyo ni mchezaji wa kwanza ambaye aliweza kupigwa thank you. Mchezaji mwingine ni usajili wa tajiri, wanamwita Jairuti au unaweza kusema ya kwamba mzee wa Irizari. Kwa mujibu wa kocha wa klabu ya Simba Steve Robert Baka, amesema kwamba Ino Josephine Loemba ana kiwango kidogo, ana kiwango cha kawaida. Kwa hiyo timu hiyo iweze kumtoa Ino Josephine Loemba na waweze kutafuta kiungo mwingine sokoni wa kuziba nafasi ya Ino Josephine Loemba kutokana na kiwango kidogo ambacho amekuwa akionyesha kwenye mechi za hivi karibuni. Hata sisi wachambuzi wa soka tunakubaliana kwa asilimia zote na mwalimu Steve Robert Baka. Tumemwona Ino Loemba amepewa nafasi mara kadhaa, lakini bado amekuwa akijitafuta, na kwa mujibu wa mwalimu anasema mbadala wake ni Ibrahim Jabari, ndiye mtu ambaye amempendekeza kama mbadala wa kuziba pengo la Ino Josephine Loemba. Mchezaji mwingine ambaye ameshaweza kulamba thank you ni Alassane Kante Maodo, moja kati ya viungo ambao walisajiliwa kwa matumaini makubwa ndani ya kosti ya Simba, lakini kile kitu ambacho amekuja kukionyesha ni tofauti kabisa na matumaini ya mashabiki, wapenzi pamoja na viongozi wa klabu ya Simba. Alassane Maodo Kante ni mchezaji mzuri, lakini sio mchezaji wa kuchezea klabu kubwa inayohitaji mafanikio makubwa kama Simba Sports Club. Kocha Steve Robert Baka ni kocha ambaye anahitaji mafanikio, ndio maana anawatoa wachezaji ambao wanaona wana viwango vidogo, wana viwango vya kuchezea timu kama Singida Black Stars, timu kama Mbao FC, timu kama Mtibwa Sugar, timu kama hizo. Kwa hiyo niko hapa kukuhakikishia kwamba Alassane Maodo Kante kapigwa thank you nzito, na msimu ujao hatakuwa katika sehemu ya kikosi cha Simba. Japokuwa alikuwa ni mzuri wa kupiga pasi, lakini alikuwa na mazoefu mengi, ndio maana mwalimu ameamua kuachana na Alassane Maodo Kante. Mchezaji mwingine ambaye ameweza kuacha kwenye klabu ya Simba ni Ismail Olivier Tool, moja kati ya mabeki ambao walikuja na kuonesha kiwango kikubwa sana kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Walicheza kwa moyo mkubwa, lakini kuna mahali viongozi wa klabu ya Simba waliweza kufeli. Waliweza kumsajili Olivier Tool kama mtu mzima, kwa hiyo ilibidi wampe mkataba wa miezi 6, huku akichukua tahadhari ya kwamba endapo hatofiti kwenye mfumo wa kocha basi waweze kuachana naye. Lakini matokeo yake hawakuwa na imani, lakini Ismail Olivier Tool amekuja na kuweza kuonesha kiwango kikubwa kweli kweli. Amekuwa ni moyo wa safu ya ulinzi ya klabu ya Simba akishirikiana na Rushaine Deraoki, wamekuwa wanacheza vizuri sana pale nyuma, wanaelewana. Lakini pia Ismail Olivier Tool ni kiongozi ndani ya uwanja. Kuna kipindi mpaka alikuwa akimpa maelekezo kwa kumfokea Shomari Kapombe ambaye ni kapteni wa klabu ya Simba. Na walipofeli Simba, basi hapo ndipo Yanga ambapo wameanzia kufaulu. Wamemwekea dau nono pamoja na mkataba wa miaka 2, na kwa kuwa Ismail Olivier Tool ni mchezaji na biashara
biashara yake ni mpira, basi amechagua kwenda upande wa pili, na niko hapa kuthibitishia msimu ujao Ismail Olivier Tule utamuona katika klabu ya Yanga akiwa amevaa jezi ya njano pamoja na ile jezi ya kijani. Simba wamefeli padogo tu, hatimaye wameweza kupoteza beki mzuri kabisa. Huyo ni Ismail Olivier Tule. Mchezaji mwingine ambaye ameweza kuachwa na klabu ya Simba ni mchezaji ambaye kocha alikuwa hataki kuondoka, lakini viongozi walikuwa na wasiwasi mkubwa sana na mchezaji huyo, Neo Gift Maema, kwa mkopo kutokea Mamelodi Sundowns. Kocha alihitaji apewe msimu mwingine mmoja na Neo Gift Maema, lakini kwa mujibu wa viongozi wa Simba waliona kijana atoshi, kwa hiyo wameachana na Neo Gift Maema, wamempiga asante, wamempiga thank you, bado kutangaza tu, na wameweza kuingia sokoni ili kuweza kwenda kutafuta mbadala, mtu mwingine ambaye atakuja kusimama nafasi ya Neo Gift Maema. Neo Gift Maema sio mchezaji mbaya, Neo Gift Maema ni mchezaji mzuri, lakini kwa sasa Simba inahitaji vijana ambao watapambana kuhakikisha inarudi katika makali yake. Wakina Neo Gift Maema tayari ni wachezaji ambao wameshapata mafanikio mengi sana kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns, wameshinda kila kitu, wameshinda kila kombe. Kwa hiyo Simba inahitaji damu changa ambazo zitaenda kuipambania klabu hiyo. Neo Gift Maema, asante. Neo Gift Maema, thank you. Mchezaji mwingine ambaye klabu ya Simba imeweza kuachana naye, yani imeweza kumpiga thank you, ni Nabi Kamara, mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa na vipaji vikubwa, mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa na viwango vikubwa, mmoja kati ya wachezaji ambao watu wengi walikuwa wanawapenda, lakini inatokea tu kwenye maisha ya futiboli kocha anakuwa kukubali. Kocha Steve Barker kwa inavyoonekana alikuwa mkubali kabisa Nabi Kamara. Nabi Kamara hakuwa na wakati mzuri na klabu ya Simba. Nabi Kamara mwenyewe aliamua kuweza kuvunja mkataba na klabu hiyo ili kuweza kulinda kile kiuwezo chake, kuweza kulinda kibaji chake, ukizingatia ni national team material Nabi Kamara. Thank you Nabi Kamara, mpaka wakati mwingine kwenye klabu ya Simba. Thank you nyingine ambayo viongozi wa Simba wameweza kuipiga. Sasa tumekuja kwa wazawa. Ladaki Juma Chasambi, walikuwa wanamuita mtoto wa maajabu, lakini shida kwa Ladaki Juma Chasambi ilipoanzia msimu uliopita, pale ambapo aliweza kujifunga, wana Simba wengi waliweza kuchukia kweli kweli. Dogo alijifunga, na goli lake la kujifunga ndio goli ambalo lilipelekea klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kushindwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League. Na kama ilivyo wale wakati mzetu kubwa za hapa nyumbani hazina salia mtume, Ladaki Juma Chasambi kwa mkopo Mtibwa Sugar, tutakuangalia ukiwa mzuri tutakurudisha. Mchezaji mwingine ambaye klabu ya Simba imeweza kumlamba thank you ni Starboy kutokea kule Kenya. Maana kuna ma Starboy wawili, Starboy mmoja ni kutokea katika nchi ya Uganda na Starboy mwingine ni Starboy tapeli kutokea nchi ya Kenya. Bwana, Kenya kama ambavyo tunafahamu ni matapeli tapeli kweli kweli. Bajabel Muhammad, naye huyu amekula bonge moja la thank you, unaweza kusema kapigwa asante, na anafukuzwa katika klabu ya Simba Bajaber. Mchezaji mwingine ambaye ameweza kuachwa kwenye klabu ya Simba ni David Kameta Duchu. Thank you David Kameta Duchu, mpaka wakati mwingine kwenye klabu ya Simba labda unaweza kurejea kama kocha. Hiyo ndio list ya wachezaji ambao wamepewa thank you kwenye klabu ya Simba.